Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tunaendelea yetu ya tilawati al-Quran na leo tupo katika suratul Zilzala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tulisema ukiona hivi vialama viwili vinalingana urefu, ujue hiyo hapo ni idhhar, na ukiona vinatofautiana urefu ujue hiyo ni idgham. Maana yake nini? Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Hajasema dharratin, dharratin unadhihirisha, alafu huku khayran yara. Hivyo huo ni usomaji wa msafu wetu wa Kiarabu kabisa. Tuangalie na kusoma kwenye masafi hii. Bismillahirrahmanirrahim. Idha, wenyewe wameandika za, so takiwa ukifundishwa kama hivi unakuwa unaelewa. Idha zulzilatil ardu, so ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawmaidhin, sio yawmaizin, yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kwa tuangalie, kiangalia hapa ndio sehemu ya kuwa makini kama nilivyosema. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Naona hii zote ni idgham. Dharratin sharran yara. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tafsir suratul Zilzal ni sura hii inazungumzia siku ya kiyama, siku ya mwisho ambapo dunia itatetemeshwa na watu watahesabiwa matendo yao. Hii sio sherehe ya furaha, bali ni sherehe ya haki na uadilifu wa Allah tabaraka wa taala. Siku ya malipo, siku ya hesabu, siku ambayo kila kitu kitadhihirika wazi. Wanazuoni wanasema ni siku ya kufichuliwa siri zote. Hakuna unafiki tena, hakuna kujificha.
Baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah anasema idha zulzilatil ardu zilzalaha, itakapotikiswa ardhi mtikiso wake mkubwa. Itakapotikiswa, itakapotetemeshwa ardhi mtetemesho wake mkubwa au mtikisiko wake mkubwa. Hii inaeleza tetemeko kubwa kabisa, si kama matetemeko ya duniani unayoyaona wewe, tetemeko la ardhi, bali ni tetemeko la mwisho litakalobadilisha dunia yote. Dunia, funzo tunapata hapo kuwa dunia si ya kudumu. Kila kilicho thabiti leo kinaweza kuondoka kesho. Hikma ya Ibn Kathir rahimahullah asema huu ni mtikisiko ambao haujawahi kutokea tangu dunia iumbwe. Subhanal Malik al-Qudus. Wa akhrajatil ardha athqalaha, na ardhi itatoa mizigo yake. Mizigo iliyomo humo ndani ni nini? Yani ardhi itatoa maiti wote, hazina zote zilizofichwa, siri zote zilizofichwa zote. Kuna mtu kafikia madini sehemu, kuna mtu kafikia mali nini kaficha kadha wa kadha. Ardhi itatoa mizigo yake yote. Waqala al-insanu ma laha, manake hiyo kwanza ardhi itatoa siri, itatoa kila kilichofichwa, manake dhambi za siri zote siku hiyo zitadhihirika. Waqala al-insanu ma laha, na mwanadamu atasema ina nini ardhi hii leo? Ina nini hii ardhi leo? Waqala al-insanu ma laha, ina nini ardhi? Yani watu watashangaa kwa hofu na mshangao mkubwa. Yani binadamu anashtuka pale ukweli unapomfikia. Akhera si jambo la kubuni, ni la hakika. Kwa huu ni mshangao wa mtu aliyepuuza yale maonyo aliyopewa duniani. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, yawma idhin, siku hiyo, tuhaddithu akhbaraha, ardhi itasimulia habari zake. Ardhi yani itatoa ushahidi, uliposwali, ulipotenda dhambi, ulipofanya wema. Ya Rabbi atuhifadhi, ya Rabbi atusamehe kwa madhambi yetu tuliyofanya kwa kusudia na kutokusudia. Ardhi ni shahidi wako, usidharau sehemu unazotenda matendo yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam ardhi itashuhudia juu ya kila aliyoyafanya juu yake. Bi anna rabbaka awha laha, kwa sababu Mola wako ameipa wahi, ameipa amri iseme. Basi ardhi haitasema yenyewe isipokuwa kwa amri ya Allah. Kila kitu kiko chini ya amri yake, hakuna kitakachotokea bila ruhusa yake Allah. Hata vitu visivyo na uhai vitatii amri ya Allah kikamilifu. Yauma idhin yasduru an-nasu ashtata, siku hiyo watu watatoka wakiwa makundi mbalimbali. Siku hiyo watu watatoka wakiwa makundi ashtata, makundi mbalimbali. Watu watagawanywa, waumini, makafiri, watu wa daraja tofauti tofauti. Kwa hatima yako inategemea matendo yako. Sio wote watakuwa sawa, kama nilivyosema, jinsi ulivyoishi ndivyo utakavyokufa. Jinsi utakavyokufa ndivyo utakavyofufuliwa, na wale utakaofufuliwa nao ni wale uliosuhubiana nao katika kuishi kwako hapa duniani. Kwa kila kundi litafuata matendo yake. Kwa hiyo yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Kwa Allah akamalizia kusema liurau a'malahum, kwamba ili waonyeshwe matendo yao. Liurau a'malahum, manake kila mtu ataona mazuri yake na mabaya yake. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, basi atakayefanya wema hata chembe ndogo atauona. Hakuna wema mdogo ndugu zangu. Tabasamu, sadaka ndogo, neno jema, yote ni khairi. Kwa kufanya wema hata kama ni mdogo kiasi gani, kila kitu kina thamani. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na atakayefanya ubaya hata kama ni chembe ndogo atauona. Yani maneno, nia mbaya, siri. Usidharau dhambi ndogo, epuka maovu yote. Hivyo ikhwana ahbaba na ikram, muumini huona dhambi yake kama mlima juu yake. Kwa kauli ya Ibn Mas'ud asema, muumini akifanya dhambi ndogo anaona kama mlima mkubwa unataka kumdondokea. Nafasi akifanya dhambi kubwa anaona kama nzi amempitia usoni. Kwa muumini huona dhambi yake kama mlima juu yake. Hivyo dunia si ya kudumu, kila kitu kitafichuliwa, hakuna kitendo kinachopotea. Siku ya kiyama ni siku ya haki kamili. Ahsantum fajazakumullahu khair. Usisahau kushare na kusubscribe na kufuatilia darasa itakayofuatia insha Allah.